Yesu tena. Jana nilielezea kwamba Yesu anasema anarudi. Kweli kila mtu alisikia kwamba Yesu anarudi. Hata watumishi mnajua, kila mmoja anajua kwamba Yesu anarudi. Lakini jambo hili limekuwa kama la kawaida. Nataka nikwambie unakuja kwa sura nyingine, kwamba kama nilivyoeleza jana, kwamba ninakuja kwa sura nyingine kabisa. Usichukulie kama poa. Usichukulie poa kabisa kusema Yesu anarudi. Na kwambia usichukulie poa, kwa sababu Yesu anaweza kuja kwa namna nyingi sana. Kabla Yesu hajaja, kumbuka alisema kutakuwa na dhiki nyingi na mateso mengi, watu wengi watateseka. Sasa zile dhiki bado hujaziona, na Yesu anasema anarudi. Hebu jiulize swali kinachofuata nini? Maanake inatakiwa tujenge sasa mahusiano mazuri na Mungu. Asiwepo mtu ambaye atakaye kwenda kinyume na Mungu. Yaani sijui hata nielezeje. Maanake nataka nisieleze kwamba nataka nisome ile neno nasema kwa ile Luka 3 mstari wa 4, kuanzia mstari wa 4. Mwabii anasema sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yanyosheni mapito yake. Maanake mapito ni tabia zako, mienendo, mambo yako. Yaani sio naelezeje, yaani vile unavyoishi, mahusiano yako na Mungu yakoje. Bwana anataka tutengeneze mahusiano mazuri naye, ili tunapomuita anasema atatuitika. Tena akasema siku za mwisho ataimwaga roho yake, mpaka watoto watatabiri. Sasa hivi tunaona mpaka watoto wanatabiri kweli, lakini je, jiulize swali, dalili zote umeziona, kila kitu Mungu anasema, hichi anasema. Mimi nakumbuka kipindi cha corona nilikuwa naambiwa hivi, Yesu anarudi, Yesu anarudi. Sauti zinakuja na kwenye maono, naona mambo mengi, naona kama Yesu anarudi kesho. Kumbe kilichokuwa kinafuata ni kwamba kutakuwa na vifo vingi ambavyo watu tanyakuliwa kwa kupitia vile vifo. Wakati wa corona watu wengi walikufa, wengi sana. Nakumbuka mtu akifa anaenda wapi? Kwenye hukumu. Ndio siku zako zimeisha. Yaani hata uombe rehema huko kuliko kuwekwa pendi. Hakuna namna. Rehema ni hapa duniani. Tamani kumwambia ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, kaka yako, dada yako, bibi, babu, shangazi, mjomba, waambie watu wa karibu yako kwamba Yesu anarudi, ufalme wa mbinguni umekaribia. Hizi nyakati za mwisho, ikitokea vita mfano, ikitokea njaa, watu wengi watakufa, na ndo namna ambavyo Yesu anawanyakua yamkini. Hatuwezi jua kwa nini inatokea sauti nyingi hivi. Jiulize swali. Mimi nakupenda na Bwana anaeleza. Kwa ndugu yangu, elewa hivyo kwamba Yesu anarudi na anatafuta wavunaji wako wapi. Anasema watu watakofanya kazi yake, watenda kazi wako wapi. Watu wamejisahau wahubiri injili, wameacha injili. Injili ya Bwana imedorora. Watu wanatafuta pesa, wanaangalia tu wapi kuna pesa afunge safari akafanye semina, lakini wamesahau kuhubiri injili ya mtaani nje huku. Watu wanasuffer, there people are suffering. Watu wanapotea, watu wanameacha, watu wanahangaika na mipira, wako busy kuangalia tu sijui leo Simba, leo sijui ni Yanga. Watu wako hivyo tu, hata mpaka wachungaji. Mungu anasema atawadai wachungaji waumini wake, atawadai wachungaji, mtadaiwa. Tokeni huko makanisani, maaskofu, fanyeni injili ya nje. Bwana angalisi, la sivyo mtakatiliwa mbali. Mungu amekasirika, amewakasirikia. Hata wainjilisti, waumini wa kila aina, wewe ni mtenda kazi, toka nenda kahubiri injili nje. Chukua hata kama una mic, hata kama una speaker, toka na Biblia yako, waambie watu 2 3, pita kwenye mlango kwa mlango, waambie watu waokoke, waache dhambi. Yesu anarudi, ufalme wa mbinguni umekaribia. Tangaza injili kila mahali. Sema kwa watu, waambie, usiangalie kabila. Wewe uliosema usijui dini yangu, dini yako haikupeleki mbinguni. Ukae ukijua dini haikupeleki mbinguni. Rafiki, dini haikupeleki mbinguni. Nasema tena, dini yako haikupeleki mbinguni. Kabila lako, sijui ni kila kitu chako ambacho ufikiri cha kwangu mimi mwenyewe umejihesabia haki, unasema mimi mtakatifu. Afu unaanza kuambia watu, nyie wenye dhambi nyie mtaingia motoni. Wewe ndio utaingia wa kwanza motoni, kwa sababu huambii watu kwa upendo. Unawahukumu hapa duniani. Yesu pekee ndo anayekuja kuhukumu wanadamu. Na Yesu ndio njia pekee ya kuingia mbinguni. Yesu ndio njia pekee ya kuona ufalme wa Mungu. Hakuna njia nyingine yote zaidi ya Yesu. Usijidanganye rafiki yangu. Siko hapa kutangaza dini. Niko hapa kukueleza ukweli wa Mungu, kwamba Mungu anamtaka kila mtu arudie, atubu dhambi zake, aache dhambi. Lakini je, ndugu yangu, rafiki, leo hii Yesu akirudi, unakuwa wapi kama hujatubu, hujasamehe watu? Achilie vitu.
Watu wengi wameachwa, wako makanisani, lakini wamekuwa wasindikizaji kwa sababu wanachukiana wenyewe kwa wenyewe ndani. Hata watu hawana ufahamu, wafunguki kwamba mimi nagombana na rafiki yangu ndani ya kanisa. Hebu jiulize ni kitu gani kama sio pepo. Kwa nini usiombe? Muombee ndugu yako. Unamwangalia mchungaji pale mbele anafundisha. Unakai kumjaji tu mchungaji. Hapana. Jijaji mwenyewe kwamba mimi na shida gani mpaka namjaji mchungaji wangu. Kama unaona na dosari, muombe. Usimseme mtumishi wa Mungu, ni dhambi. Mbingu hatutaiona rafiki, acheni niwaambie. Dhambi ziko nyingi, usimnyoshe kidole mtu. Wewe jinyoshe mwenyewe kidole. Kumbuka unavyonyosha hivi na nyingine inakuja kwako hivi. Ujiulize na wewe uko sawa? Kabla hujamwendea mwenzio. Mimi nimewasikiliza wahubiri wengi sana. Ni kweli kwamba unakemea dhambi, ni kweli, lakini anza na wewe mwenyewe. Je, wakwako nyumbani kwako umehubiria? Unapotoka nje kwenda kuhubiria, watoto wako wako vipi? Wanamjua Mungu? Wamekaa vizuri na Mungu? Injili unaipeleka sawa? Unasikia ni mchungaji, wanafanya dhambi, wanafanya uzinzi kwa siri. Vijana, naimba kwaya, mko ndani ya kwaya. Huku mnapendana, huku mnafanya uzinzi. Yaani mimi nasikia kichefu kabisa. Ila ninaomba niseme tu ukweli kwamba mimi nampenda kila mtu na nimeleta injili hii ili waokoe. Sauti ya mtu aliye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana. Yanyosheni mapito yake. Mimi sisemi na mtakatifu na sisemi na mzambi. Sitaki kujua. Mimi nasema kwa watu wote, uwe unajihesabia wewe ni mtakatifu, uwe unajihesabia wewe una dhambi. Lakini tengeneza njia yako na Bwana. Bwana anarudi kulichukua kanisa lake. Mpendwa, na Mungu akubariki kwa kuwa umenisikia. Ubarikiwe sana kwa kuwa umesikia injili na Mungu akutunze katika jina la Yesu. Amen.